Muona akakuja kwa show zako na kuna album launch yake pia alikuita ukamsaidia ku launch. Labda kiwewe Tony Ndiema alikuwa mtu aina gani? Siwezi sema Tony Ndiema alikuwa mtu mbaya kwa sababu sijaiona msanii ambaye amefight nayo. Yeah. Kwa maana alikuwa mtu mpole, alikuwa hana maneno. Yeah. Hiyo naye naweza thibitisha kwa sababu tangu aanze muziki mimi sijasikia ati Tony Ndiema ako na beef na msanii mwingine. Yes. Hata kama ilikuwa sijui, lakini venye mimi naijua Tony alikuwa mtu ambaye anapenda kunyamaza. Yeah. Now, stories zimekuwa mingi kwamba kifo yake inawahusu nyinyi wasanii. Kuna ukweli gani hapo? Mimi ukweli sina kwa sababu unajua kama inasemekana inatuhusu sisi wasanii. Yes. Inafaa waseme tu msanii fulani na msanii fulani na msanii fulani wanahusika kwa kifo ya Tony. Yeah, hiyo itakuwa better kwa sababu akisema sisi ni general. Yeah. Inasemekana sasa sisi tumemuua Tony. Wasanii wa Hangla. Sasa mimi sasa wacha niongelee juu yangu. Mimi kama Elisha niue Tony ya nini? Juu Tony is my colleague, si relative nyumbani. Yes. Hakuna hata shamba tunapigania. Sasa shida ya nini ni muue mwenzangu? Yeah. Wow. Now, Waswahili wanasema lisemwalo lipo. Kama lipo laja. Labda lilishafika kwa Hangla. Kiwewe, nini inaua wasanii wa Hangla? Kama si nyinyi, basi ni nini? Okay, mimi naweza sema kifo iko kila mahali. Kweli? Ila wasanii pia wakwe watu wazuri. Good. Kwa maana unajua sanaa imebeba mambo mengi. Na sanaa iko na vitu vingi. Yes. Na umaarufu inakuja na mambo zake. So utakuta mtu akipiga wimbo alafu nyimbo yake itoke iende haijulikane. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yako. Ile wimbo yako itakuja na watu. Watakuja na wenye msaria mwema. Watakuja na watu wana ubaya pia. Anakudanganya ni mtu wako kumbe ni mbaya. Watakuja na wamama pia. Ila hawa wamama ndio mimi venye naona wamama kuna venye mambo inatokea mambo mengi kati ya wamama na wasanii. Kwa sababu unakuta mtu unakaa na mama alafu utakaa na yeye alafu itafika siku moja mambo itokelezee. Mara ulifanya hii mara nini, sasa ule mama anaanza kukuthreaten na vitu vingi. But watu wengine utakuta wamama wengine waendangi kwa media. Utakuta wamenyamaza ngwi, lakini behind the scene kuna venye inaendelea. Hii kitu hizi mambo ya mapenzi imeleta mambo mengi. But kuna mtu anaweza kufanyia life. Kuna wengine wanaweza kufanyia kivingine. But kitu ikishatokea utakuta mtu innocent. Yes. Ndiye anakuwa kwa hii case. Ndio maana hata kwa jela watu innocent ndio wamejaa huko. Kweli. Wabaya wanabaki nje. Sasa mimi naweza sema tu kila mtu ambako kwenye industry ya sanaa ujichunge. Omba Mungu wako. Yes. Akulinde juu yeye tu ndiye anakujua. Na yeye ndiye anajua sababu ambayo alifanya kulete hapa duniani. So tuachane kulaumu. Unajua blame games ni mbaya. Tuache kublame anybody. Mimi hata mimi nishawahi watu washawahi niambia sitaeat tena. Okay. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu nikaeat tena. Kweli. Kila kitu ambayo inafanyika ni kubelieve tu. Enyewe naweza sema hata Mungu mwenyewe hakuna mtu ashaona Mungu akikuja kwa hii mlango. Mungu anatumia mwanadamu mwenzio akusaidie. Kweli.
na tunasoma Biblia. Tunasoma history kwa Biblia. Tuamini. Yeah. Unasikia? Yes. So kila kitu ambayo inasemwa naweza sema story inaweza kuwa ukweli. Yeah. But mwenye alisema hii story ndiye akona hii ukweli. Anafaa aseme Bwana, ni mtu fulani 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 ndiye alifanya hiki. Yeah. Na kama yeye mwenyewe ndiye akona hii kitu ama mtu alimwambia, huyo mtu aseme tu. Yeah. Sisi ni wanadamu, but Mwenyezi Mungu anajua. Kweli. But Mwenyezi Mungu hatuwezi tuambia sisi ati huyo ndiye alisema hii. Yeye anaona tu na ananyamaza. Yeah. Anajua hata wewe siku yako iko itafika tu. Na inasemekana kuna hadithi fulani inasema ukiua kwa panga utaenda kwa panga. Kweli. Ukiua kwa hizo witchcraft sijui nini utakufa hapo. Yeah. Ukiua sijui kwa kisu sijui kwa hizo uchawi na nini hiyo tu. Yeah. Njia. So hakuna haja uwe mwenzio. Yeah. Hata kama ni ngoma, kwani ngoma utaishi na ngoma milele. Itafika wakati umechoka, umezeeka. Unapumzika na familia yako nyumbani, watoto wako sasa ndio wanatambaa. Yeah. Wewe sasa future yako imerudi home, unapumzika, wewe ni mzee. So fanya tu mema, keshowe usikuwe na blame games. Yeah. Wow. Now, kuna hii swali tumekuwa tukiuliza year in year out, na the more siku zinaenda the more history narudi tena. Now, kuhangla, kuna wasanii wanatumia uchawi? Labda ushasikia story, kwa sababu nimesikia umetaja Mungu. Kuhangla mimi naye siwezi kuwa sure, kwa sababu unajua venye mtu anaishi kwake. Yeah. Yeye anajua yeye mwenyewe. Kweli. Kwa sababu siwezi sema ati kuna uchawi na sijapata yule mtu akifanya ile kitu. Kweli. Nikisema yes itakuwa nadanganya. Ila kitu ambayo inasemwa sana, labda kuna kasiri zake mahali, kuna wengine washagundua hii kitu iko. Yeah. Na wenye wameigundua hii kitu iko pia wataki kusema. So mtu kama mimi nikisema uchawi iko, naweza sema uchawi iko kila mahali. Kweli. Kwenye biashara. Inategemea na mwenye anatumia hii uchawi wake. Yeah. Uchawi iko kila mahali. Hata kwenye kanisa. Yeah, sure. Wako wanaenda church lakini wana ushirikina. Yeah. So hizi vitu ni vitu ambaye ni vitu za dunia tu. Juu hata hawa ma witch doctor. Yeah. Ndio waligundua wakati Yesu alizaliwa. So ni watu walikuwa tangu hiyo. Yeah. So tangu hizo mwaka za kale. Yeah. Siwezi sema kama haina, hata kama iko itakuwa nadanganya. Kweli. Kitu najua, mtu yoyote anafanya biashara yake, yeye ndiye anajua mbinu ambayo anafanya nayo hiyo biashara yake, kwa sababu sisi wote ni wanadamu. Yes. Na tunakosa. Na kila mtu ako na kasoro yake. Yes. Yeah. Wow. Now, turudi kwa Tony. Labda kivyako. Tony alikuwa mtu aina gani kivyako? Okay, Tony tumekaa nayo lakini hatukukaa sana. Tony naye alikuwa na mambo mengi. Kuna anafikiria, kuna some years back. Yes. Tukienda kuchanga matanga ya ndogo Jaraha. Yeah. Kisumu. Nilienda na gari yake, aliniambia bwana, wacha gari yako twende na hii yangu. Yes. Juu tulikuwa tunarudi tena keshowe, kuna harambee ilikuwa inafaa pigwe huko. Tukaenda na yeye mpaka Kisumu. Yeah. Though tulitoka hapa late, tukafika kule kama saa 6 usiku. Juu tulitoka hapa jioni. Yeah. Tukaenda huko, tukapiga harambee, tukalala, keshowe tukarudi. So sikuona ubaya wake, lakini sikukaa naye sana karibu
ila tulikuwa tunajuu yeye pia alikuwa saa zingine ako busy, ameenda weekend hivi. Mara ako home, mimi niko Mombasa, ako Mombasa, niko Nairobi, ako Nairobi, mimi niko Siaya, wapi. So tulikuwa tuko busy. Yes. Kila mtu ana focus kwa biashara yake. Ndio maana tulikuwa tupati chance zingine ya kupatana tuongee. Alafu pia unajua hizi ma weekdays unakuta msanii analala, anatembea, ametoka safari. So tulikuwa tunakutana mara moja. Yes. No. The last album ali launch, Nice and Lovely, ulikuwa part of the album launch. Labda musically Tony future yake ilikuwa inakaaje? Wewe umekuwa kwa industry of course. Kama kuna changamoto wewe pia umezipitia. Okay, in musically Tony alikuwa mzuri. Hata kutunga wimbo kwake. Alikuwa anajua kutunga. Style yake ya music alikuwa anaimba rumba. Ngoma ya watu wazito. Mimi nilikuwa naona anafanya kazi yake mzuri. Behind the scene siwezi jua sana ni nini ilitokea. Yeye mwenyewe ndiye anaweza jua na Mungu wake. Na labda wale watu wa karibu ashawapigia hizo mastori. But mtu kama mimi nilimuona ni mtu jamaa alikuwa sawa tu. Now leo asubuhi tumeona clip ya Javan Makajudo akisema kwamba kuna mtu alikuwa na collect pesa na akapotea nayo. Is not the first time tunasikia hizi story. Matanga ya ilikuwa manager wake the same Tony sometime back. Kuna mtu alipotea na pesa, tulisikia story. Wakati inaitwa nani? Wakati manager wa Emma pia amekufa Kisumu, tulisikia kuna pesa zilipotea hapa. Now Mr. Kede pia akakuja akasema wasanii hamna kitu na waunganisha pamoja kama sako. Now kitu gani inafanyika? Do you think labda nyinyi vile hamna sako inaunganisha pamoja ndio inafanya pesa zinapotea mkitolea wasanii wenzenyu? Okay. Mzuka. Tumekuwa kwa hii maungano ya sako. Tumejaribu. Okay. Mimi sijui hata satani gani iko kati yetu. Sijui ni watu wawili watatu ndio wanaingilianga kati yetu. Unajua msanii mwenyewe ni ngumu atoke mahali hako. Kuna watu wawili watatu watakuja wampige fitina. Yes. Cha pili, hii sako yetu saa zingine wenye wako mstari wa mbele wengine si wasanii. Unaona? Juu tunaleta mpaka lawyer anakaanga. But zote 9-10 bado zinaenda hivyo. Siku hizi unakuta mimi na join na hizi company za insurance. Una join na company za insurance. Huko. Lakini yetu tumeunda. Hata mimi nilitoa pesa yangu. Hakuna siku nishatoka nje nikaongea hiyo maneno. Niliuliza tu bwana, kwani ile sako yetu iliendaje? Na pesa yangu iliendaje? Sasa tutakaa tunafanya tu hizi vitu za ufala by the way. Kama ni sako tunatengeneza juu ile sako tulikuwa nayo na idea poa. Ndoto ambayo tulikuwa nazo na zile sako zilikuwa poa. Tulikuwa tunaona hiyo sako ndikuwe kama label. Mtu yoyote anataka artist kutoka kwetu Lake Victoria. Demand yetu ni hii. Akuwe msanii mdogo, akuwe mkubwa. Ndio tu push ile sako. Yes. Hata kama inda hajaanza ile Malaika Festival. Hapo ndio hiyo kitu ilianza. Juu hiyo ndio ilikuwa inafaa tupe jina, tutumie kama festival ya wasanii. Uzuri ya wasanii wakubwa wakiendanga meeting hawaongei sana. Wanakuanga quiet. So kuna some artists pia wanaletaka argument. Unapata group wengine wanatusi wasanii wakubwa. Sometimes si poa. Ndio maana inafanya kuungana kwa wasanii na kuanga ngumu. Juu kuna wasanii celebrity wameingia. Wameingilia celebrity imeingilia kwao. Ukimtusi tu tayari left.
Yeah. na kileft arudi ameenda. So mimi naweza omba tu wasanii sisi Yeah. na wasanii wa upcoming Yeah. tukue tu na heshima kidogo. Hakuna kitu inaweza jengwa bila heshima. Kweli. Heshima lazima ikue kati yenu ndio muendelee. Kipofu na kipofu hawezi shikana wafike mahali. Kweli. Lazima utafute mtu ambaye ana macho. So na pia mwezi anza safari na mwenzako kabla mjaelewana. Kweli. Mfike mbali. Ni ngumu. Yeah. Sasa unakuta tunaanza safari vizuri. Keshowe unakuta tu group imelipuka. Ni kelele tu. Hata wengine wanasema hapo mambo mengi na waona wanaongea hapo na wao ndio waliharibu group. Yeah. Unaona? So hii group hata Javano wakati aliongea poa. Yeah. Si mbaya. Yeah. Alisema alitoa pesa. Kweli walitoa pesa. Na watu wakurudishiwa pesa zao. Yeah. Na hizo pesa zilipotea. Unaona? Bwana, kutafuta pesa ni ngumu, lakini wasanii hawana shida. Yeah. Wenye wana control hizi masako ndio wana shida. No. Mbona msiweke msanii mwenzenyu? Hata mimi siwezi penda niwekwe. Mbona? So jua hata mimi pesa zako kuna mahali zikifika lazima ikontroliwe na bank. Yes. Na unajua kwa nini wasanii wengine wapendi? Hatupendi blame games. Oh yeah. Unaona? Mtu ataona ile pesa yake ndiye anakusaidia wewe. So kwa sababu ile pesa ni ya group, waamue wachague huyu na huyu na huyu wakae. Na wakae kwa hizo mstari wa mbele. Unajua hata pesa ya matanga kama babako amekufa haifai ubebe. Yeah, kweli. Inafaa umpe mtu fulani ndio akumanage. Ndio maana hata manager utakuta wa manager wa wasanii wengi. Yeah. 98% si familia zao. Kweli. Wanatoka nje. Ndio uendelee vizuri. Juu ule atatii kitu nataka. Yeah. Basa zingine ndugu yako mkubwa hizi tisa zingine. True. Mamako naye huwezi muongelea vibaya hata kama bandi inaenda vibaya. Ni ngumu. Yeah. Yeah, na hata akikula pesa huwezi mpeleka mahali. Yeah. Is your mother alikulea. Yeah. So ndio maana sometimes kufanya kitu na relative inakuanga ngumu juu huwezi mpa adhabu. Yeah. Juu mimi wakati nilifanya na mtu fulani nilipewa adhabu wakati nilikosa. Yeah. Na nikajua kumbe hii kosa hii madhara yake ni hii. Nikifanya hii nita lose hii. Yeah. So nakuwa focus. Tupeleke hii kitu mbele. Yeah. Lakini relative atajua tu hata akikosa hii kitu ni yetu. So tuliona wasanii wasikue sana mstari wa mbele. Yeah. Hata kama watakuwa wasanii wa mstari wa mbele, kuna watu hapo mbele ambao wapige muziki. Yeah. Yeah. Tulileta mpaka lawyer. Yeah. But venye hii group iliisha mimi sijui. Hata leo hii inafaa watafute tu wasanii wakikaa pamoja waelezee ni nini ilifanyika. Juu hata mimi siwezi elezea sana, ila pesa yangu ilipotea tu hivyo. Sijawahi pewa. Ila mimi si mtu wa social media. Yeah. Kuenda kupiga kelele ati nani niregeshe pesa yangu. Watu wataniona kama mimi ni mfala. Yeah. Juu mtu ataniambia hata kama pesa ilipotea usingemwambia tu kwa inbox. Umalize huko. Siku mlianza hatukujua. So mimi niliona venye tulianza watu hawakujua, wacha tu iishe hivyo. So kuna ni uchungu, lakini kwa sababu watu wanaongea vibaya juu ya music. Na watu wawili watatu ndio wanafanya hii sanaa yetu ionekane vibaya. Yeah. Now Tony amewacha band members. Labda are you in a position labda kuabsorb mtu mmoja akuwe kwa band yako? Mtu akija na mkaribisha tu. Unajua sasa watu ninaeleweka. Yeah. Kuna mtu anaweza toka kwa band fulani kuja kwako. Kitu imemtoa kule ujui. Yeah. Unaona? Labda alikuwa mtu wa fitina. Wengine wanafanya vitu vibaya. Mwingine unaweza mwambia bwana usivute bangi hapa. Utashikwa. Yeah.
Ye ukipiga tu kona hivi anaendelea, unasikia Unawasha. ako kinyago ameshika. Ndio sasa uende ungangane mtoe. Sasa unaambia bwana wewe kesho nitakutoa. Alafu ukimfukuza anaanza kuongea vibaya. But ya Tony inaeleweka yule kiongozi yao amefariki. Hata akikuja kwako huwezi mnyima kazi. Kweli. Yeah. Shukran sana bro kwa time yako. Na tukimalizia labda ni pengo gani Tony Ndiema ameacha kwa industry ya Ohangla? Ameacha pengo kubwa kwa sababu kwenye biashara yoyote competition ndio biashara. Unajua rumba haina competition sahi. Sure. Wamekuwa reluctant. But huku kwetu tuko na competition sana. Ukiangusha mwingine ameangusha, ukiangusha hii mwingine ameangusha, hii mwingine anakuja na fujo mwingine hiyo. So ni tamu. Ni tamu. Na naona ajawa huku kwa ajawa. Watu wanasema kuna witchcraft, ati tuko na cult. Mimi naweza sema si kweli kwa sababu hao wote wangesikika. Mbona waongee juu ya rumba? Na kuna mtu wa rumba. Na kuna mtu. Labda kwa rumba ndio sasa was. Mbona benga? Kuna benga wanasikika by the tofauti na Odhiambo Tusker. Yeah. So labda wengine hawafanyi huku. Watu wanaongea tu mambo mengi kwa sababu imekuwa relevant. Ajawa imekuwa relevant pia, ajawa pia saa hii imeenda. Lakini hatuwezi sema ati kuna cult. Cult inaweza kuwa kwa sababu kila mahali iko na vitu mambo zake. But kitu najua ingekuwa na cult ile real. Hao wasanii wadogo wanakujanga wanalipuka. Wangelipuka. Wangezimwa na ingezimwa na ikue kama rumba. Unaona? Ni one man guitar. So kwa sababu huku wacha nikwambie, wasanii ndio wana mess. Usikubali fame ikudrive. Wakati fame inakuendesha vibaya, unaanza kufanya vitu zingine ambayo haifai. Unajimaliza. Saa zingine unaweza pata fame inakuweka hata shauri utake kusikia mtu akakushauri kitu fulani. Uelewi, yani wewe unaona tu ulifika. Na bro, unaisha. Ukitaka uende mbali haraka na usiende mbali zaidi, tembea peke yako. Na ukitaka kwenda mbali zaidi, enda na watu wenu. Utatembea na utachoka. Ukiangalia maband kubwa wakuna team. Na lazima ujue uko na kina nani sasa. Unatembea nao alafu unarudi na waeka chini. Unaambia this time round bali tumefika liwali. Leo hatuna pesa. Pesa ambayo tuko nayo tunataka tubomoe hiyo kuta. So we nipea mawaidha yako. Unaonaje? Unataka yako? Ule anasema nataka yangu. Okay? Na wewe? Sawa, ukisema tunavunja hii. Sawa, acha tungoje. Sawa, na wewe? So usijue yule anataka ya kwake, yeye anaona tu tumbo yake. Ndio maana hata wakati ukoloni watu wa Kenya wakitaka nchi yao wafukuze wakoloni, wengine walikubali wafe. Kweli. Raila akitaka demokrasia ingie, alikubali ashikwe. Kweli. Na hakuchoka. Naona mpaka akabomoa Sigingi ambaye alikuwa anamsumbua. Akatupa nje. So hakuna kitu na kama rahisi. Ukiona umetoa hit moja, usirelax. Ati useme ati wewe sasa umefika, uanze madoido, uanze matusi, uanze maringo, uanze kufake life ambayo hazina maana. Hizo ni upuzi bro. Kaa kama wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu ambaye alikutengeneza hivyo si mjinga. Najua watu wana fake. Lakini usifake sana ambaye sasa maisha akikupiga kidogo so unaonekana useless. Unaona? Hakuna mtu maisha hajaipiga. Hata mimi maisha ashanipiga, lakini wewe huwezi elewa kwa sababu venye unaniona ndio utaniona kila siku. Unaona? Lakini Kenya iko Kenya akili yangu hapa. Wewe hujui. Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Hata
nikikuuliza unajua sasa nafikiria nini, asiwezi jua, ujui. Lakini Mwenyezi Mungu anajua. Mungu alinyima mwanadamu kwa kutojua ya kesho. Unaweza kaa hapa lakini ujui kesho utakuwaje. Na ujui hata sasa hivi ukitoka hapa uende kwa mlango pale itakuwaje. Hapo tu ndio siri. So lazima ukishaona unaenda hapa, so be careful. Yes. Na maisha yako, be careful, be humble. Kuna sometimes unaweza kosana na mtu. Ukiona umekosana na mtu sana ni vibaya. Mtafute, muombe msamaha. Mwambie bwana, I'm sorry. Yes. Hata kama umekosana na mwanamke, isikuwe bitterness hata inafika mali sasa witchcraft zinaingia. Kujuzi saa zingine hata wanawake wanachangia kweli kwa wasanii kukufa. Si hata hizi mambo yetu ati watu wanasema ati mara ati wasanii ndiye ameoa, ati sijui no. Saa zingine blame games inawekewa leo watu wasanii. Saa zingine mtu alikosana na mke wake vibaya. Alafu labda huyo mwanamke anaona wewe alikutengeneza hadi ukakaa somebody. Alafu ukamwacha vibaya. Sometimes unamwacha hata kama sasa hana mbele wala nyuma. Anasema tutaona. Lakini yule ako behind the scene, yule ako kando. Lakini wale wako kwa limelight ni wasanii. Kosa lote inawekelewa wasanii. Wamama wako kwenye hii industry. Na kuna mama nakaa na upcoming ambaye hajulikani. Lazima ujulikane. Kila mtu anatafuta kitu. Na kuna upcoming anajaa. True. Na kuna upcoming anaweza kuja hapa kuweka geti 500 watu waingie. Watu watauliza na ngoma moja. Ya nini? Hata mimi wakati nilikuja huku nilikuwa nimetoa album. So ya kwanza nilipiga hapa Kataro. Nikaweka geti 300. Nasikia mtu anauliza, "Ni nani huyo?" Ati mtu anasema, "Ndio nani?" Ati ule ameimba Kosoni kabisa. Na hizo ngoma 3. Singi. Unaona? Ikabidi tena nilitoa album nyingine ya Parawanya Suba, Pesa Wendo ni ikashika. Sasa wakajua huyu mtu akona kitu. Sasa utapata waulizi wanakuja tu. Unaona? Kwa maana kila siku lazima ukienda sokoni lazima ununue kitu mpya. Watu wanunuangi kitu zimezeeka. Hizo vitu zako zimeraruka ndio umeacha nyumbani utafute mpya. Juu saa zingine unasema bwana hii nguo yangu ni chafu. Nimekaa nayo sana. Si tunaweza tembea hapa, si kuna manguo zinauzwa hapa barabarani. Unaenda unanunua. But kwa industry kuna wasichana, kuna wamama. Wamama ni wenye wako na pesa zao. Unaweza pata mama mzuri akuonde. Anaweza kufanya ukwe mtu uonekane. So keshowe mkitaka kuachana labda ianze kuleta shida. Unaona? Labda kuna kitu alikufanyia. Aone sasa unataka kumfanyia madharau, anakuambia mimi nikikupa kitu tachukua kilazima. So mnabishana hapa lakini mtazijua. Kuna wale wa mama ni wa social media. Then kuna wale wananyamaza. Na bro wale wananyamaza ni wabaya. Siku yoyote ukiona